anza kule juu, alafu tunaweza tukasoma na 4 pia, lakini nimelenga sana mstari wa 3. Anasema, kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu yao utakao wazaa. Nao watatokea katika manyasi kama mierebi karibu na mifereji ya maji. Ninasoma ili nataka tu tuongee, sifundishi kithiolojia. Nataka tu tuongee. Na kitabu cha Isaya tunamjua mwandishi ni Isaya. Na kitabu cha Isaya kimegawanyika sehemu kuu 2. Mstari ule mlango wa 1 mpaka 38 anaongelea mambo mbalimbali. Lakini tunapoingia sura ya 39 ni 44 nafikiri mpaka kuelekea kule, huwa mara nyingi anaongea sana juu ya urejesho wa taifa la Israeli. Anasema, nitakusanya kama kuku anavyokusanya vifaranga, nitamleta Yakobo kule Israeli, nitamleta na Yuda, nitawaweka pamoja na mwisho watakuwa pamoja. Anaongea sana juu ya urejesho, anamuongea sana juu ya Yesu, anaongea sana kuzaliwa kwa Masihi. Sasa sisi jioni ya leo nataka tujifunze tu. Anasema kwamba yeye atamimina maji juu yao walio hai. Tungeweza kusema habari za Roho Mtakatifu, lakini siongelei habari za Roho Mtakatifu leo. Ninataka tu kusema kwamba tutakapokuwa tayari, Bwana atabadilisha maisha yetu. Bwana atafanya mambo makubwa. Na kipindi cha sasa ni kama vile tumeuzoelea sana wokovu. Yaani nilikuwa naongea na mtu mmoja, tukasema zamani wokovu ulikuwa ni wa wachache sana. Na tuliookoka tulionekana huku hazimo. Na tulionekana maskini. Tulionekana watu wasiosoma. Yaani tulionekana ni watu wa ovyo kwa kifupi. Tulionekana washenzi. Mimi nakumbuka mamake na rafiki yangu aliniambia hivi, Joyce, pamoja na kidato cha 4 chote unaingia dini ya kishenzi ya kulia barabarani. Yaani tulionekana washamba. Yaani ni watu tuliokuwa tumekataliwa. Ukipita huku ulikuwa unakataliwa, ukipita huku ulikuwa. Kwa hiyo tulithamini sana ule wokovu. Tuliukumbatia sana, maana tulilihisi lile badiliko kubwa ndani ya mioyo yetu. Usingeliweza kututoa kwa Yesu. Na tulikuwa tumejaa nguvu za Roho Mtakatifu. Usingejaribu kututoa kwa Yesu hata ungefanyaje. Yaani tulikuwa tayari kwa kitu chochote. Mimi nakumbuka, nafikiri nimewahi kuongea mara nyingi hapa. Nililima shamba la nyumbani kwetu, ni shamba sio ekari 2 wala 3. Nililima peke yangu na kupalilia na kupanda na kila kitu. Nikiambiwa, mjinga huyu, sasa si una nguvu za Yesu. Halafu sikuwa mbishi. Nilifanya na kidato changu cha 4 mpaka Mungu alipoamua kunipeleka kidato cha 5, ndipo walipochanganyikiwa sasa wakaona mvunaji ameondoka. Lakini nilikuwa tayari kulala njaa. Nilikuwa tayari kubezwa. Wakati nikienda shule sikupewa hata senti 5, lakini bado nilikuwa na furaha, nilikuwa na amani, nilikuwa na nguvu, niliweza kushuhudia, niliweza kutembea. Sasa unajua wokovu wakati ule ulikuwa ni adimu sana. Leo wokovu ni fashion. Yaani niseme ukweli, wokovu leo ni fashion. Sisi kule Lutheran tulifungiwa na mlango kabisa. Tukaambiwa hamna kukanyaga nyie, mnaharibu dini. Lakini leo hii hata mlevi kirabuni atasema Bwana asifiwe, si ndio? Popote pale Bwana asifiwe atasema. Ndio maana hatuna haja, hatuna bidii ile aliyosema nani? Yuda. Kwamba tuishindanie imani ambayo tunapewa mara moja tu. Yaani hatuna mzigo huo. Lakini mwambie mtu wa zamani,
Kule Uchagani kuna marafiki zangu walikuwa wanakatiwa kabisa kama wanapalilia nini zile kahawa. Wanaambiwa kabisa kuanzia hapa huyu mwenda wazimu atapalilia huku au atavuna huku. Wale wengine mtaelekea huku, msikutane naye. Yeye ataambiwa avune kuelekea huku, wengine wavune kuelekea huku. Ni kwa nini? Ili wokovu ulikuwa unaonekana kama kituko. Lakini ndio watu walikuwa wanaokoka original kabisa. Ili usingeliweza kunitoa mimi kwa Yesu. Mimi niliondoka naenda shuleni sina hata sentano, sina sabuni, sina chochote, lakini naondoka naimba Mungu yu mwema, Mungu yu mwema. Na Mungu kweli akaniinulia mtu. Mimi nimesomeshwa na mtu ambaye wala sio ndugu yetu. Kidato cha pili sijui cha ngapi mpaka chuo kikuu. Maana aliniambia utasoma mpaka utakapomaliza. Na kweli na ninamheshimu yule mtu. Nishamfanya babangu, nishamfanya kakangu. Nani angekutoa kwa Yesu kipindi kile? Lakini leo hii hatuna. Yaani wokovu ni kawaida jamani. Kwani hamjaona kilabuni wanaimba nibebe nibebe nibembeleze? Wauza viatu wanaimba habari za Rose Muhando. Zamani ilikuwa ukiimba hivyo kila mtu anakutema mate. We ni mjinga umepitiliza. Nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yetu. Lakini tukirudi, Mungu yuko tayari kumimina roho wake juu yetu, kumimina maji yake ndani yetu, kutufanya upya tena, kurudisha chemichemi za uzima, tukakaa miguuni kwake, tukamwabudu Mungu katika roho na kweli. Leo hii tunamwabudu Mungu kwa fashion. Ini kabisa, wakati ule ilikuwa inajulikana umeokoka, kwa sababu tulikuwa tunabadilika kweli kweli. Kama ulikuwa mkorofi unakuwa mnyenyekevu. Kama ulikuwa mwizi unaacha kila kitu. Sasa wokovu wetu leo una michanganyo mingi tu ya kutosha. Yaani hata hatujui tufanyeje. Kwa mimi naongea tu habari za viashiria vya kupoa. Kwa sababu hata sisi tulioteseka na kuteseka tumepoa. Sio kwamba nasema tu wengine. Na sisi pia dalili za kupoa. Kila mtu hapa ajiulize alipookoka siku ile alikuwaje. Yaani kila mtu ajiulize siku ile yani umeokoka. Yaani ile ya kuokoka si ile ya fashion ile. So ile siku hizi tunatubishaga watu huku anacheka eti tunamuombea sala ya toba huku anacheka alafu amefanya hivi. We sisi unaongezwa sala ya toba makamasi yashafika huku tumboni. Machozi. Alafu unakiri kweli. Ndio maana baba mmoja akasema ninajua Mungu amenisamehe dhambi zangu, sijui na ile ya Wambura kama amenisamehe. Yaani tulikuwa tunahakikisha Mungu amesamehe kila kitu. Kila kitu yani kila kitu unataka Mungu asamehe. Yaani hebu fikiria siku ile ulivyoshusha mzigo wa dhambi. Ulikuwa na furaha ya aina gani? Mimi siongei sisemi haya pokea Roho Mtakatifu. Fanyani tunaongea tu ya kawaida yani leo. Yaani siku hiyo ulipookoka ulijisikiaje? Ila kuna wale waliozaliwa kwenye nyumba za wokovu, wale wanakuaga hivyo tu. Siku moja mtoto wangu ameenda jangwani, anarudi ananiambia nimeokoka. Nikamwambia ulikuja okoka? Anasema sinzoa huyo tu. Anasema nimeokoka. Nikamwambia kwa hiyo kule jangwani ndio umeokoka, siku zote umndani ulikuja okoka? Anasema sasa nimeokoka kwa wokovu wangu mwenyewe. Hatutaki kuchukulia watoto kawaida tu tuseme wameokoka. Ni kweli wameokoka, lakini kukiri wao wenyewe kunatutia nguvu hata sisi wazazi. Tunaelewa vizuri kwamba huyu mtu amejitambua, amejielekea. Aokoke kabisa, ajitambue. Kama anavyoshuhudiaga mchungaji wetu. Mdogo anatandikwa,
wengi wako hivyo hivyo. Wewe nenda kamuulize Dr. Ole. Na rubega lwake anachapwa, lakini amejaa Roho Mtakatifu. Haachi. Anasema kitu kitamu hivi, Roho Mtakatifu nikiache. Alafu wakati ule sisi jamani hata tulikuwa hatujui kama Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya nini? Kuhubiri Injili. Sisi tulikuwa tunajua unajaa Roho Mtakatifu anakushindia majaribu. Ndio ilikuwa target yetu, ushinde majaribu. Lakini katika kule kujaa Roho Mtakatifu tulikuwa tunashuhudia kila wakati. Popote ukipita, kila wakati. Mtu akikuangalia tu hivi ukipita, wavulana mimi walikuwa waniangalia mara 3 mara 2. Kishapita nimepita. Hakuna negotiation, yani nimeshaokoka hivi. Mimi naenda mbinguni. Akiniambia nakupenda, naambia Yesu ananipenda na wewe anakupenda. Ndio ilikuwa majibu hayo. Ataniambiaje mimi ananipenda hajampenda Yesu? Yani ndio ilikuwa target yetu kwamba unanipenda mimi, umempenda Yesu. Kwa sababu najua akimpenda Yesu atanipenda kweli, hata nitamani. Kwa sababu anavyoniambia ananipenda ni uongo, ananitamani. Ni si ndio ukweli? Lakini akiokoka atanipenda. Ndio maana sisi wa zamani wale tuna dada na kaka. Mimi nina kaka wengi. Watoto wangu wanasema sisi tuna wajomba wengi kweli. Utasikia Mwakajwanga mjomba wao. Sijui nani mjomba wao. Nani fulani mjomba. Na wote wakifika anko. Tuliokoka kweli, tulikuwa hatuna unafiki ndani yetu. Watoto wangu mimi wana wajomba wengi kweli kweli. Na mimi nikipita dada mdogo wetu. Na sisi hata kama ukichumbiwa, wale waliookoka vijana wa kiume ni lazima wachunguze anayekuchumbia ana msimamo wa kiroho. Wakija wakikuta vipi wanakuambia nyoka huyo, achana naye. Na tulikuwa warahisi, ukishaambiwa nyoka huyo unamwambia tafadhali baba uwe na amani. Tulikuwa tunalindwa kabisa sisi tusiangukie kubaya. Kwa sababu gani? Tulijua thamani ya wokovu. Ule moto ulioingia ndani yetu ulikuwa unaungia, unachemka huku ndani. Hakuna kugusa dhambi ovyo. Wewe si umeshaokoka? Na ndio maana tulikuwa tunatandikwa wenzenu. Sasa mama anapika pombe, wewe utakataa kuchota maji ya pombe, wewe una usalama huko ndani yake. Si lazima ukungutwe fimbo kidogo, unyimwe na hela, unyimwe na ugali. Lakini je, utamwacha Yesu? Tulikuwa tunasema Yesu ni mtamu kuliko sega la asali. Si asali ni tamu jamani? Lakini sisi tulikuwa tunajua Yesu ni mtamu kuliko sega la asali. Sijui wewe Yesu yukoje? Wengine wokovu ni fashion tu. Hawajadhamiria kuokoka. Leo hii watu wangetangaziwa hamna kwenda jehanamu, jamani wengi tungeacha wokovu. Tungesema ngoja tukaponde mali. Ingetangazwa tu, jamani hamna jehanamu. Umu. Tungesema yale manono niliyoyaacha ngoja niarudie. Wale vijana wale wasichana vibinti, ngoja nivirudie nile. Unajua kuna sasa sisi tunataka urejesho. Anawaambia mkirudi mimi nitamimina maji juu yenu. Halafu na yeyote nitamimina maji juu yake aliye na kiu, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya wale utakao wazaa. Na sisi hapa huwa tunasema watoto wote wa kiroho na wa kimwili lazima Mungu akubarikie. Uliozaa wa kimwili watabarikiwa, na uliozaa wa kiroho nao wanabarikiwa. Kabisa. Huwa tunajisikia vizuri tukiona
mtu ameokoka anaendelea vizuri. Unafikiri mimi? Dativa mimi nimemuongoza sala ya toba. Ninavyomuona leo huyu huwa ninajisikia vizuri, nasikia baraka. Ni binti anaonyesha mfano wa wokovu. Si unaongoza mtu sala ya toba, kesho unamkuta tena kilabuni, unarudisha, unamkuta tena yuko kona nyingine. Na Mungu amemtengeneza hatua kwa hatua, sivyo alivyokuwa hivi Dativa alivyookoka. Mungu amemtengeneza sana huyu binti. Kwa sababu gani? Aliokoka kweli kweli. Hakujaribisha. Unamuelewa tu mtu unapomuongoza sala ya toba, unajua kweli huyu kamaanisha kuokoka. Huyu mwingine anatimiza muda. Kwa hiyo tunajisikia vizuri. Sasa mimi leo naongea tu viashiria vya kupoa kwetu, ili kwamba kila mtu ajigundue tuende kwa Mungu wetu tuombe urejesho. Miaka 13 ya moto wa uamsho yanadai turudi kwa Mungu. Na tunasema tu jamani, uamsho hauna maana nyingi sana. Uamsho ni moja tu. Kwa ujumla wake, uamsho ni kurudiwa na Pentekoste ndani ya kanisa lake. Hii nguvu ya Roho Mtakatifu ikishuka inatuvika nguvu ya huduma na vinginevyo. Yaani ni Pentekoste irudi. Sisi ni wa Pentekoste jamani. Sisi sio wa Protestanti. Sisi ni wa Pentekoste. Tunatakiwa tudhihirike, yani hata tukiwa kwenye ibada zetu watu wajue ni wa Pentekoste. Kule chuoni mimi niliwaambia kabisa, unaposimama kuimbisha sifa, imba kama Mpentekoste. Hapa sisi ni chuo, halafu jengo limepangishwa na Waislamu wako humo ndani, wajue kwamba tunamwabudu saa hii, tunamwabudu Mungu aliye hai. Ni lazima vijana wangu wanaelewa hiyo, kwamba wakisimama mbele anaimbisha kama Mpentekoste, na huwa tunapiga makofi, hatuna ngoma, hatuna nini, tunapiga makofi, yanasikika jengo zima. Saa ya ibada hamna mtu anakuja kutusumbua. Tumejiwekea saa 3 mpaka saa 4, sisi tuna ibada ya nguvu kabisa. Sisi ni wa Pentekoste. Aliyekuja chuoni kwangu mimi kutafuta ajira sio Mpentekoste, aondoke tu. Mimi simuhitaji. Maana sintadaiwa. Nilimleaje hapo? Kwa hiyo ni kurudisha upentekoste. Ndio maana mimi huwa nashangaa makanisa yetu ya Kipentekoste, tukisikia semina mgeni anakuja ndio ngoma zinarindima pale, ndio praise team inajipanga vizuri. Lakini niwaambie hivi, sisi ni wa Pentekoste, ibada zote ni za Kipentekoste. Jumatano tuimbe kama wa Pentekoste, Ijumaa tuimbe kama wa Pentekoste, na Jumapili kama wa Pentekoste. Kwani Mungu huwa anaendaga likizo katikati ya wiki? Si tunakuwa naye wakati wote. Sasa wakati wetu sisi tulikuwa na vichupa, tulikuwa na ngoma, zilikuwa zinapigwa kweli kweli katikati ya wiki. Tunaserebuka, tunajifurahia. Sasa hapa kupiga makofi kwenyewe ni mgogoro. Tumezoea. Njoo kwenye chepo yangu kule chuoni, utaona watu wanavyopiga makofi. Makofi utafikiri tuko 40 humo ndani, kumbe watu 6 tu. Niwaambie ukweli, huwa tunahesabu Jumatano sio siku ya Bwana. Ndio maana unaweza ukavaa upendavyo. Jumapili ndio unaapia smart, si ndio Jumapili ndio unaapia smart kweli kweli, maana ni siku ya Bwana. Meanza kucheka Lakini muangalieni bibi mzungu, Jumapili na Jumatano yuko sawa tu.
Anajua ni siku zote ni siku za Bwana. Sasa siku ya Jumatano tunavaa tupendavyo, Ijumaa unavaa upendavyo. Sisi ni wa Pentekoste. Smart wakati wote. Ni kweli Bwana haangalii mavazi. Bwana anatazama roho. Lakini kilichoko huku ndani ndicho huwa kinatoka kujidhihirisha nje. Tusidanganyane wa Kristo. Bwana utazama moyo, ni kweli. Na mimi nakubaliana, tena mwalimu wa Biblia anaangalia moyo. Lakini huku kukiharibika ndio anasema kunatoka vitu vichafu. Zote ni siku za Bwana. Sasa dalili mojawapo inayokuonyesha kwamba umeanza kupoa, tusidanganyane, ni kuchelewa kanisani na mahali popote penye kusanyiko la mambo ya kiroho. Tumetangaziana saa 11 tunaanza ibada. Tumeanza saa ngapi? Saa 11:30. Alafu mhubiri wanaanza kuangalia watu saa. Maana saa zimefika za kurudi nyumbani. Jamani, tuambizane ukweli, kuchelewa kanisani ni vizuri au kukoje? Bwana si anatazama moyo? Bwana utazama moyo. Kuna kuchelewa kwa sababu tena inayoonekana. Lakini kuchelewa kanisani na mahali popote penye kusanyiko la mambo ya kiroho, sisi tunachelewa sana siku hizi. Nikiwepo na mimi, sio kwamba nawasema nyie, nikiwepo na mimi, tunachelewa. Unakuja unavyotaka. Sio sasa hapa, sio Jumapili wala sio Jumatano wala sio Alhamisi wala sio kwenye chama. Yaani sisi tunachelewa. Jamani, hebu tuambiane tu ukweli. Kuchelewa nyumbani mwa Bwana ni kuzuri? Yaani hiyo tunaonyesha nini? Hatujali ibada. Yaani kuchelewa ibadani ni kuinyima ibada heshima na haki yake. Leo tulitakiwa tuanze saa 11 tumwabudu Mungu vizuri kabisa, tububujike. Lakini kwa sababu tumechelewa, tumeimba wimbo mmoja na wa kuabudu. Kwa hiyo tumeipunja sehemu ya ibada ya leo. Tumeipunguzia heshima na haki ya ibada. Ibada hii iwe nzuri, ni lazima tuanze sawa sawa na tufuate maongozi ya Roho Mtakatifu. Kuchelewa ibadani ni dalili mojawapo ya kupoa. Wala usijifariji, wala nisijifariji. Kwa hiyo niwaambie, Jumapili mimi nililala saa 10. Kwanza sikulala. Yaani niliondoka mezani baada ya kupeleka kazi yangu saa 10 mezani na dakika 5. Nikaenda chumbani, hata siwezi kulala, siku imeshakucha. Shetani akaniambia hivi, si ulale tu. Halafu ukiamka ndio nilikuwa naenda Kimara Temboni. Kulikuwa na shughuli kule. Kaniambia ulale tu, halafu ukiamka utaenda kule Kimara. Nikataka kukubali na mimi, si nimechelewa saa 10. Nikataka kukubali. Lakini nikafikiria, ningesema, je, sasa hivi nikiambiwa kuna msiba nitalala? Nikiambiwa kuna chochote, naitwa na askofu mkuu, nitalala? Naitwa na askofu wa jimbo, nitalala? Nikasema, Mungu naomba hivi, naenda ibadani
na sitaki nisinzie. Kwani nilisinzia? Wewe Fred uliniona mimi hapa nikisinzia? Lakini sijalala maana yake. Maana saa 10 si ndio natoka mezani, nimeenda chumbani, nikaamka sasa niangalie vitu vilivyokaa. Sikusinzia. Nikakaa hapa ibada tena nilibarikiwa. Nikaondoka nikaenda na kule kwenye shughuli kule na kule, sikusinzia mpaka nimerudi nyumbani. Nimelala saa ngapi? Saa 4. Maana nilivyorudi nyumbani nikaingia jikoni. Yaani sisi tunaonaga umuhimu wa ibada zetu wakati wa sikukuu. Ndio utakuta CMF wanawai, WWK wanawai, CA watawai siku hiyo kwa uchache wao na kwa wingi wao. Watoto nao watawai. Lakini kuchelewa ibadani jamani, kama ulikuwa kwanza nani alipookoka alikuwa anachelewa ibada? Mzee Mwando, hebu tuambie. Mzee, wakati umeokoka ilikuwaje kwenye ibada? Yaani ni lazima uwahi kwenye ibada. Nani aliyeokoka hapa alikuwa anachelewa? Labda wale wakubembeleza, wakupitiwa. Wale wakupitiwa, ngoja nikusaidie na kuosha vyombo. Tulifanyaga hizo kazi wenzenu, tukitafuta watu aje kwa Yesu. Ukifika na kwambia sijaogesha mtoto, unamwambia leta nikusaidie. Sijui nina vyombo, unamwambia leta nioshe. Usijapika, unamwambia wewe leta nikusaidie. Paka unamsaidia na unamkokota unampeleka kanisani. Mama mmoja hata nilishamsahau, anasema jamani huyu sitamsahau mimi, ndio alikuwa ananisaidia, anafua nguo za mtoto tunaondoka. Sasa hivi ukikosa 1000 tu ya pikipiki huji kanisani. Kwani nasema uongo? Si nyie wenyewe ndio mnaniulizaga, mama leo huna gari unaendaje? Alafu wanawajibuje, naenda na miguu yangu. Sasa Mama Msembe aliyepita JKT utamuhurumia saa ngapi wewe? Ili likomando limeenda jeshini, limevuka vihunzi vyote. Limepita ndani ya waya likatokea kule, limepita huko likaingia kule kwenye mahandaki, limeingia likatoka. Afu leo nihurumie mikutembea hapa mpaka hapa. Mimi natembea mpaka nyumbani kwangu. Afu anayeniuliza utaendaje, hata senti 5 anipi nauli. Mimi nikifikiri basi ataniuliza unaendaje, ataniambia mchungaji nauli hii hapa. Aniuliza tu naendaje. Naendaje si nina miguu? Yaani ukikosa 1000 ya bodaboda huji kanisani. Kwani nasema uongo? Leo nimewaambia mimi naongea tu. Vitu vinavyotusababisha kupoa kwetu, yani tusithamini ibada. Paka tupigiwe kelele. Unachelewa una sababu gani? Wafanyakazi wanasema leo ndio siku ya kupumzika. Siku ya kupumzika si Jumamosi? Sisi sabato yetu ni Jumapili, tunakuepo nyumbani mwa Bwana, tunashinda huko, tunawahi kabisa. Kwa kuchelewa kwenye ibada ni kuinyang'anya heshima na haki ya ibada. Tumenyang'anya heshima ya ibada na haki ya ibada mara ngapi? Hata leo tu tumeinyang'anya heshima ya ibada. Hata leo tu tunabembelezwa saa 11. Wengine hata tuendagi kazini jamani, tupo tu nyumbani. Tangu asubuhi mpaka jioni unafanya nini? Panga kabisa, mimi ikifika saa 10 lazima niondoke kwenda kanisani. Kama natembea kwa miguu nitatembea, kama ni bodaboda nitakwenda. Kuchelewa kwenye ibada ni dalili kwamba tumeanza kupoa, wala tusidanganyane. Yaani sisi tumeanza kupoa kabisa. Mpaka tuulizwe, nyosha mkono ambaye utasema nitawahi. Sio swali la mchungaji kutuuliza hilo. Mpaka niulizwe nitawahi au nitachelewa.
Mimi nikichelewa mwenyewe anajihukumu moyoni mwangu. Nasema kwa kweli leo sijatenda haki. Na mimi wakati mwingine Jumapili gari si alipo, madereva nao watu eti acha na yeye akafue nguo zake apumzike na nyumbani kwake. Ukiwa na emergency ndio atakuja. Sasa mimi saa zingine bajaji hamna. Na kana nasema ala, hivi kama zisingekuepo nisingetembea na miguu. Natoka paka Tegeta, napanda daladala yangu na kuja hapa. Mlishaona nimekuja hapa nasema niombeeni nimetembea na umwa. Miaka 65 mimi ninayo. Lakini sinatembea. Mtoto wa miaka 12, 20 hawezi kutembea boda boda. Siendi mimi boda boda. Ulemavu wa kiroho. Hatuthamini ibada. Hatumthamini huyu aliyetuokoa. Hivi tunajua thamani ya msalaba, lakini tunaifahamu kazi iliyofanyika msalabani kunitafuta mimi na wewe, tunaifahamu vizuri. Yesu hana shida na mali zetu, hana shida na hadhi zetu, yeye ana shida na mioyo yetu tu. Kwa hiyo kuchelewa ibadani ni kuinyima ibada heshima na haki yake. Heshima ya ibada jamani ni kuanza pamoja na ibada inapoanza unakuwepo. Kwa hiyo mtu yeyote, niwe mimi mchungaji, awe mzee wa kanisa, awe shemasi, awe mshirika, kuchelewa ibadani ni ulemavu wa kiroho. Yaani unachelewa bila sababu yoyote. Yaani bila sababu yoyote. Siku ya ibada sio siku ya kupumzika ndugu zangu. Ukishamaliza shughuli zako siku ya ibada, ukisema ukitaka kulala utapitiwa, tafuta shughuli ya kufanya. Tembea, njoo kanisani. Mimi nimezoea nikila na lala. Siku ya ibada usilale. Utachelewa. Kwa hiyo kuchelewa kwenye ibada jamani ni ulemavu wa kiroho na ni aibu, na tunaonyesha jinsi ambavyo tumepoa, hatuthamini ibada. Mvua ikinyesha ndo kabisa. Yaani ikinyesha ndo kabisa. Asante Yesu. Yaani Bwana umeniona leo. We mvua endelea kidogo. Wenzenu sisi tulikuwa tunanyeshewa, unaingia kanisani maji yanachuruzika miguuni. Unakaa mpaka unakauka. Mwaka jana wakati nafundisha Mbeya kwa jimbo la Mbeya Kaskazini, wakati nashuhudia mambo fulani, mama mmoja akanikumbuka. Akasema, Joyce, kumbe nilishakusahau. Akaniambia, hivi unanikumbuka? Nikamwambia hata sikukumbuki, ila nakujua tu wewe ni mke wa katibu wa jimbo. Unaona sasa, wote walionyeshewa mvua wameolewa na watu wa hali ya juu. Akaniambia, nilikuwaga nakuja kwako wakati unafanya kazi. Ulipokuwa afisa biashara wa wilaya, nilikuwa nakuja kwako nimeloana nguo, navua natundika pale, navaa za kwako, naenda kwenye ibada, tukitoka ndio nitavaa, naondoka tena naanza alikuwa natoka mbali. Kule kwa Wakinga, kule ni Wakinga wale Wanyasa watengeneza vyungu. Alafu anatembea kwa miguu. Kwa hiyo utachelewa eti kwa sababu mvua inanyesha. Siku hizi wataalamu wengi wa afya wataumia vifua. Nini inaitwa ile? Pneumonia. Taumia pneumonia. Yuko atuponyae na pneumonia Bwana. Ushaona watu wanatembea na Yesu huko alafu wagonjwa. Ganga wa waganga, daktari wa madaktari yuko, hakuna pneumonia kukupitia hapo. Wewe unakuja kwa Yesu? Hebu jaribu. Kasema onjeni muone ya kwamba kwa hiyo kuchelewa kwenye ibada ni kiashiria kwamba nimepoa.
Tena sio siku moja. Siku moja ukichelewa hakuna shida. Lakini kila siku. Siku moja mimi maisha yangu yote nilikuwa mwalimu wa shule ya wanafunzi. MGI tu mmeniona si qualify kuwafundisha shule ya wanafunzi. Lakini mimi nimekuwa mwalimu wa shule ya wanafunzi miaka yote. Sasa siku hiyo ilikuwa zamu yangu mimi, nikachelewa. Na sababu ilikuwa nini? Mtoto nimemlisha vizuri. Sasa nimbebe kuondoke, katapika. Kajichafua nguo. Nitambeba hivyo hivyo. Si nikamshusha, nimsafishe, niondoke. Yaani kule mchungaji alihaa siku hiyo. Anasema huyu huwa hachelewi. Leo yuko wapi? Hebu simameni kanisa zima tumuombe. Mimi nafika mlangoni nakuta kanisa lote linaniombea. Nimefanya nini? Nimechelewa siku hiyo. Sio kawaida yangu mimi kuchelewa. Mimi hata ofisini sio kawaida yangu kuchelewa. Kwa nini nichelewe? Mbona hela nadaigi mapema sana? Kaposho kakichelewa tu kosa. Kwa hiyo jamani, kama tunataka Bwana atunyeshe mvua, Bwana aturudishe, tupate bubujiko la Roho Mtakatifu, ni kurudi kwenye maadili ya Kipentekoste. Wa Pentekoste hatuchelewagi kanisani. Jamani, si mnapitaga hapo Tangibovu? Mnaotoka Salasala si mnapitaga pale Salasala? Wanakusema KKK na T. Saa moja ile unapita kukoje? Wengine wamekaa nje. Haki yetu isipozidi haki ya Mafarisayo. Sisi ile saa moja ndo mtu anaamka. Alafu anakuja ibada ya kwanza. Akija hapa mchungaji karibu tunatoa sadaka na yeye eti ameabudu. Hapana. Tufike mahali tujielewe sisi wa Kristo jamani. Yaani tujielewe kabisa. Sababu nyingine, kiashiria kingine. Hata nikiongea viwili tu vinatosha. Na hatujui hata kitu gani huwa kinatuchelewesha kwenye ibada. Kuna sababu zozote za muhimu ambazo zinaweza tukatuchelewesha kwenye ibada jamani? Yaani unachelewa kabisa nyumbani mwa Bwana. Wengine yani ni wiki nzima hajawepo kwenye ibada. Hata ile shauku ya kuwahi aseme yani mimi leo nataka nile vyote nyumbani mwa Bwana, nataka niwahi nyumbani, hana mpango. Anakuja anavyotaka mwenyewe. Na akija pale nje, akae kwanza, akikuta shule ya wanafunzi inaendelea, anakaa kwanza nje. Mimi hata kama anakuja ibada ya pili, nikikuta mchungaji anahubiri, naingiaga ndani nakaa. Nakaa kabisa. Ini unafika unaanza shughuli zako huko. Madereva ndio wanaanza kupaki magari vizuri. Wewe nani kakwambia gari litaondoka hapo? Zima gari yako, njoo nyumbani mwa Bwana. Yaani mtu akishafika kanisani aanze kufanya shughuli zingine, yani wasimuelewi kwenye maisha yangu. Business moja ninayojua, nikikanyaga nyumbani mwa Bwana, nikikanyaga uwanja wa kanisani, business za Mungu zinaanza. Za kwangu zinatulia. Ndio maana nikiwa kule, nikinkata tu kona hivi, wanatoa mlio kwenye simu. Sinajua mimi naongea masaa mengi sana na wanafunzi. Wanatoa mlio wa simu. Kikuta nimesahau hapa ni bahati mbaya. Wanatoa kabisa, sitaki nikifika hapa ni kazi yangu mimi ni ibada, nimekuja nyumbani kwa Bwana. Tuna ibada ngapi? Nimerudi tena point yangu. Ibada ya kwanza huwa tunaambiwa inaisha baada ya shule ya wanafunzi. Mtu anakuja ibada ya pili haingii kwenye shule ya wanafunzi. Nani alisema hicho kitu?
Alafu ndio wasiokuwa kiroho, hao ni wachanga, ni watoto kila siku. Hawaelewi. Ni lazima tujali ibada. Unajua watieji sasa hivi tunatia aibu sana wa Pentekoste. Tumeshazidiwa na wenzetu. Tulikuwa tunayaita masinagogi, masinagogi ndio yanatangulia. Sasa haki yetu isipozidi haki ya Mafarisayo, tusitarajie kuingia ufalme wa mbinguni. Ni lazima tuvue, maana Biblia inasema usiku umeendelea sasa. Tuyavue mavazi ya usiku, tuvae mavazi ya mchana. Tusipofanya hivyo, tutabaki hivi hivi sisi kama sisi, wala hatutafanya kitu chochote cha kutupeleka mbele. Tutakuwa tunalia, watu wanafanikiwa, watu wanakuwa kiroho, watu wanaongezeka, sisi tunabaki hivyo hivyo. Mwenye kuongeza, mwenye kukuza, hatumjali. Tunamjia na madaha yetu. Mkuu wa chuo naingia kama ninavyotaka. Hapa sio chuoni, hapa ni nyumbani kwa Bwana. Hapa naingia kama mwanafunzi wa Yesu. Hapa naingia kama Mkristo. Tusijidanganye. Biblia inasema Mungu hadhihakiwi. Kabisa, Mungu hadhihakiwi. Yaani na mtu ambaye amejaa, yaani mtu ambaye yuko hai kiroho anajali ibada zote. Kama amekuja ibada ya kwanza, atahakikisha mpaka na shule ya wanafunzi amehudhuria. Wengine wanajifanya wamekomaa hapa, hawana habari na nani. Sisi ni wanafunzi mpaka parapanda itakapolia. Na neno la Mungu ni jipya kila siku, huwezi kulizoea. Ni jipya kila siku. Mimi hivi vitabu nimevifundisha miaka yangu yote. Lakini kila kitabu kikija ni kipya kabisa. Ukiacha hivi vya sasa hivi. Lakini ndio vile vile tu havijabadilika. Ni vipya kila siku, ukisoma unauishwa, unaona hivi mwaka ule ilisomwa sikuelewa, kumbe ni jipya hivi. Sisi bado graduation yetu mpaka parapanda itakapolia. Au parapanda ya peke yako ikilia. Utakuta watu wameshatoka hapa, wanakaa pale nje, hawajali shule ya wanafunzi. Poleni walimu. Mnakaga na kina Mama Msembe na Bibi Mzungu tu. Bibi Mzungu asipokuwepo, Mama Msembe asipokuwepo, basi tena. Ndo wateja wa shule ya wanafunzi. Ambao wameokoka miaka mingi, na wengine ni walimu wa vyuo vya Biblia. We mwenzangu, hata siku moja tu hata kusema mstari hujawahi kusema. Lakini ndo unakimbia shule ya wanafunzi. Aya, pili. Mahudhurio hafifu ya ibada ya aina yoyote. Sisemi tu mimi ya kanisani. Kwa sababu nafundisha viashiria vya mtu aliyepoa. Yaani mahudhurio hafifu ya ibada ya aina yoyote, yakiwepo kanisani, kwenye semina, kwenye makongamano, kwenye kambi. Ukiona hii ujue kuwa Wakristo hawana tena njaa na kiu ya haki ya kumtafuta Mungu. Mahudhurio hafifu popote. Niangalie kule sioni katibu wa kanisa. Ningemuuliza tuko wangapi kanisani. Na tupige sensa ni wangapi wafanyakazi ambao wamefungwa. Walimu wote saa hizi ni likizo. Je, wapo? Wanafunzi ni likizo. Je, tunao? Hii tumeshafanya kwa Mungu wetu ni kama vile ni kwa babu. Kwa hiyo mahudhurio ukishaona hivyo, jua kwamba kiu ya watu hakuna. Jamani, tulitakiwa tujae hapa. Tulitakiwa tuwepo hapa. Mbona siku zingine mtu anaweza akaomba ruhusa? Kuna siku unaweza ukaomba ruhusa ukawepo.
Yaani ni kwamba tu ile shauku haipo kabisa. Wakati fulani kuna mama mmoja mimi alikuwa ananitia, yani alikuwa ananitia wivu sana. Yule mama alikuwa nesi. Tena ni kiongozi, mama nesi kule Muhimbili. Sio ni kitengo gani. Yule mama alikuwa kiongozi tu wa chama cha mahali pamoja. Na wakati mwingine wala sio kiongozi. Nilimuona mara kadhaa akifanya hivyo. Yeye akisikia kuna mkutano wa jimbo, kuna mkutano wa section wa WWK, ataenda kule ofisini kwake. Anamtafuta nesi mwenzake ambaye labda alikuwa anamfuata zamu au aliyemaliza zamu. Anamwambia, naomba siku hizi 3 au 4 unishikie. Nitakulipa na nitakushikia zamu yako. Si unaona watu wenye shauku na Mungu. Anamwambia, nitakulipa hizi siku ambazo umenishikia, halafu mimi pia nitashika zamu yako. Sisi tunawazaga hicho. Huyu ni mtu ambaye Biblia inasema ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Kwa yule mama alikuwa hakosi makongamano. Mimi ikabidi nimuulize, maana nilikuwa kiongozi wa section. Nikamwambia, Paeli, wewe mbona huwa wakati wote wa sikukuu, ina maana wa mikutano huwa uko huru? Akasema, sikiliza mama, mambo haya ni mambo ya mtu na Mungu wake. Nikamwambia, niambia mimi ikifika zamu yangu huwa namwambia mmoja wapo, naomba unishikie, nitakulipa na nitashika zamu yako. Ukishaona njaa ya mahudhurio kanisani, watu wamechoka, hawana kiu, hawana shauku, hawana hamu, hawana njaa kabisa. Biblia inasema heri wenye kiu na njaa ya haki, maana hao wanashibishwa. Niwaambie ukweli tu jamani, sasa hivi hatuna njaa ya kiroho sisi. Hatuna njaa kabisa. Tunafanya kukokotwa. Tunafanywa kuvutwa. Hatuwezi kutangaza saa 10:30 tukaanza ibada saa 11:30. Kwa kweli kama kuna vitu vinanikatishaga tamani hicho. Ningekuwa na uwezo, yani saa zingine unafika hapa unatoa macho, unakuta kanisa limefungwa, unakuta hamna watu, tunaanza kusubiriana, unajikatia katamaa, umetoka kule na umechoka, niende nyumbani mwa Bwana. Lakini kuna mtu hana shauku na Mungu wake. Unataka kubarikiwa, unataka kukua kiroho, jali kuwahi ibadani, jali kuhudhuria ibada. Jali kuhudhuria ibada kwa gharama yoyote. Umebanwa na majukumu kwa wiki, basi hata mara moja usikosekane. Uwepo kanisani kwa Mungu. Uwepo nyumbani mwa Mungu. Hii ni kwamba watu hawa hakuna tena kiu na shauku ya ufalme. Watu wanakwenda kanisani kama vile watu, afadhali hata wanaokwenda kwenye kumbi za starehe wenzenu wana shauku kabisa. Si wanaenda kucheza, wanaenda kunywa. Yani sisi siku hizi tunakuja basi, yani hakuna ile morali kwamba tunakuja nyumbani mwa Mungu. Hata watu wakituona njiani hatuonekani kama watu wa ibada sisi. Baba moja alikuwa anaongea na mimi leo. Yani sikutaka kumpeleleza sana, maana naona alikuwa amejaa sana ushuhuda, amejaa shauku nyingi, kwa hiyo nikawa namsikiliza kuliko kumuuliza. Akaniambia, unajua mimi mkurugenzi, sasa hivi popote nishuke kwenye basi, nishuke kwenye ndege, watu wananiita mchungaji. Watu wananiita mchungaji. Nikamwambia, kwa nini? Sijajua. Anasema, ndio maana nimekuja kujisalimisha. Bwana amesema na mimi kwa namna ya tofauti. Sasa sisi
tunapokuja kanisani hatuonekani hata kama tunakuja kanisani. Zamani tulikuwa tunaonekana tunakuja kanisani. Kwanza Biblia tulikuwa hatuweki kwenye mabegi haya. Tulikuwa tunatembea nayo. Tukipita mtu akisema nini unamfungulia Biblia. Tulikuwa tunafungua sisi, hatuna aibu. Unamfungulia akikuuliza wapi kwani pameandikwa Mungu ni upendo. Shafungua haraka haraka. Naenda kwa Yohana 3:16 au naenda kwa Yohana kule kwenye nyaraka. Unamshuhudia. Wapi pameandikwa kubatizwa kwa maji mengi, umeshafungua Biblia yako. Yetu tulikuwa tunaonekana kwamba sisi tunaenda kwenye ibada. Kwa mahudhurio yanapokuwa pungufu ndani ya kanisa, tukatae, tukubali tumepoa. Ni dalili moja wapo. Ini mpako basi tu na wachungaji walioitwa nao wavumilivu kweli. Kwa hiyo hawa watu, yani tunakuwa sisi hapa sasa hivi ni kama vile hatuna shauku wa kumtafuta Mungu. Yani sisi tunapokuja Jumapili ni kwamba tunakuja kuserebuka. Ndio maana Jumapili watu watacheza, wataruka, hakuna anayeruka Jumatano wala Ijumaa. Yani tukitaka Mungu atembee katikati yetu, si ndio mwaka wa kukua huu? Utakuwaje kama hauko mbali na anayekuza? Utaongezekaje? Yeye amesema akimimina maji atabariki watoto wako na wale watoto utakao wazaa. Mungu yuko tayari jamani kwa ajili ya kutukuza na kutuongeza, lakini anaongezaje? Hatuna ushirika na yeye kwenye ibada. Ni kweli mtaniambia ibada Bwana ni kokote kule, hata nyumbani kwangu ni ibada. Lakini Mungu anasema tusiache kukusanyika kama ilivyo kawaida ya nani? Ya watakatifu. Kwa nini tusikusanyike? Tuwepo. Sasa unasema ni mfano wa chuoni kwangu. Tumekaa chuoni, tukasema jamani makao makuu alishaondoka, ndio ilikuwa ibada. Sasa tumebaki hapa wenyewe hapa, tumeshindwa kukusanyana hapa sisi tufanye ibada. Sasa sisi chuo ndio tunafundisha wachungaji tuanze ibada. Tukakaa kikao na watu wangu, tukasema hapa tutakuwa na ibada, halafu kila mtu atahubiri wiki moja. Yaani unaanza Jumatatu mpaka Ijumaa unahubiri. Wiki mbili ambazo sikuwepo ofisini nikakuta mabadiliko. Nikajua mioyo ya ibada watu haipo. Nikakuta mabadiliko, wameanza kupangiana siku mbili. Eti bwana ni siku nyingi sana kuhubiri wiki. Wameanza kupangiana siku mbili. Nikamuuliza academic dini, niambie aliyetangua amuzi la kikao ni nani? Kitu kilichoamuliwa kwenye kikao au akiondolewi mpaka kikao kingine. Niambie. Wewe si ndio nilikuachia chuo? Sijui nani aliwashawishi. Nikamwambia ninataka jibu. Kaambia mnataka kuvuruga ibada hapa. Kwani kuhubiri wiki moja ni shida? Alafu wale waliosema wiki mbili anahubiri pale, alafu anamwambia mchungaji muda hautoshi, tunaomba mtuongezee. Yaani sisi uhubiri siku mbili tukupe kwa siku masaa mawili. Hakuna, ni sali moja ila unahubiri siku 5. Na mpaka leo somo lake hajamaliza na kesho anaendelea na Ijumaa. Sasa tungempa siku 2 angefika wapi? Nikagundua hapa moyo wa ibada kwa watu wengine uko chini sana. Ndivyo tulivyo wengi. Na Mungu atusaidie. Sasa ndio hivi sasa. Jamaa wameshakutuambia kwamba saa imeisha. Inabidi tuondoke.
Na nyie mtaanza kuniangalizia Mamsembe leo vipi? Kwa hiyo hawa watu hakuna tena shauku ya kiu ya kutafuta uso wa Bwana. Hakuna tena mzigo wa mambo ya Mungu. Ukiona mahudhurio ni madogo na watu hawana sababu, mniambie. Wote wako kazini. Wote wako kazini jamani, wote wana shida. Ukijua hivi, mzigo wa mambo ya Mungu kwa watu umeondoka. Tuna mizigo yetu, ila tunataka tu Mungu atubariki. Na Mungu sio Asumani. Watu walisema hawezi kukubariki wewe kama huna mzigo na yeye. Yeye sio mwanadamu. Kwa hiyo kwa ujumla wote, tukiona watu wanachelewa kwenye ibada, tukiona mahudhurio hafifu, hakuna, hayanatisha, iwe kwenye kongamano lolote. Nilifurahishwa sana na kongamano la wanawake. Walivyokuwa wamejaa ule ukumbi, wamefurika. Nikaanza kusema, Bwana tupe ukumbi mwingine mkubwa. Jeshi kubwa limejaza ukumbi. Maana mimi sasa ni mdau, nimetoka tangu tukiwa sijui wangapi tu, hata 500 hatufiki. Na wanawake walikuwa na shauku. Sasa hiyo shauku je, iko kanisani? Mahudhurio kila kanisa, sio hapa tu MGI, mahudhurio ya katikati ya wiki hata Jumapili ni mabaya. Kwa ndugu zangu, kila mtu ajipeleleze mwenyewe. Ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Na utautekaje nguvu? Unauteka kwa nguvu za kiroho. Kuwahi ibadani pia ni nguvu ya kiroho. Kuhudhuria ibada pia ni nguvu ya kiroho. Ni lazima tushinde vitu vingine. Mungu atusaidie. Mimi nilikuja wiki ngapi hapa Morning Glory, nikakata tamaa kabisa, nakuja nakaa tu nje pale. Kanisa halifunguliwi, nikasema niwahi tu ofisini niwe najifungia huko naomba. Mimi natamani kuwepo kila kipindi hapa kanisani. Na ndio jadi niliyojengea kwenye maisha yangu mimi. Huwa sipendi kukosa mambo ya Mungu. Kwa sababu muda umeenda. Nitaishia hapa, mengine nitayaacha. Tutaangalia Ijumaa. Leo tumeangalia mawili tu. Nenda kajitafakari wewe mwenyewe. Je, kwenye ibada unawahi? Na kama unachelewa, una sababu yoyote? Wengine tunachelewa tu, tunachagua nguo ya kuvaa hapo kabatini. Kivaa hii hawatanisifia hii. Unavua, unaweka kiatu hiki akigongi vizuri chini. Hiki kiatu nikivaa nitafanana na yule mzee Mama Msembe yule na bibi mzungu. Tulivaga hivyo viatu, msituone hivi. Mulizeni bibi mzungu, eti bibi hatukuvaa sisi viatu wanavyovaa hawa. Tulivaa, msifikiri tumefika tu huku, tulitokea huko. Tulipita huko. Wengine tunachelewaga bila sababu yoyote. Kwa sisi ambao tumehudhuria leo, tukajitathimini. Je, mimi ni mhudhuriaji mzuri wa ibada? Je, mimi nawahi kwenye ibada? Au ndio ninaivunja heshima ya Mungu? Maana tunapochelewa ibadani tunamvunjia Mungu heshima yake na haki ya ibada yake. Unaingia sifa imeshaondoka. Unaingia neno la Mungu liko katikati. Yaani wengine wanaambuliaga tu kutoa sadaka. Sasa kweli wewe umekuja kwenye ibada? Kwa hiyo sisi tuliokuja leo, naomba tusimame. Tujitathimini sisi wenyewe. Hamna kuongozwa sala ya toba, jiongoze mwenyewe na Mungu wako. Jitafakari wewe mwenyewe Mkristo. Si unatamani kukua mwaka huu? Si unatamani kuongezeka mwaka huu? Huwezi kuongezeka hivi hivi. Ni lazima uwe mwaminifu kwenye ibada.
Uwai ibadani. Wai ibadani, hudhuria ibada. Usiache ibada bila sababu yoyote. Bila sababu yoyote, usiache ibada. Njoo nyumbani mwa Mungu na Mungu akubariki. Funika macho tumshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mkuu, tunakubariki. Tunakushukuru wewe ambaye ni Mungu unayependa kusema na sisi Bwana. Wakati mwingine tumeshindwa kuona thamani yako Mungu. Na wakati mwingine tumeshindwa kuona thamani ya wewe kutuokoa. Tumeshindwa kuona thamani ya wewe kufa msalabani. We Mungu wetu, sisi tumekuwa na mambo mengi na shughuli nyingi ambazo hizo Biblia inasema mbegu ilipandwa, lakini ikapandwa kwenye miba. Miba ilipokuwa ilisonga ile mbegu, ikashindwa kuchanua, ikashindwa kuzaa, ikabaki hivyo hivyo imedumaa. Ndivyo Mungu tulivyo na sisi. Mambo ya dunia yametusonga, vitu vyetu vimetusonga, hatuwezi kukua tena, hatuwezi kuongezeka tena. Mungu, naomba mwaka huu tusiimbe tu kuongezeka, tusiimbe tu kukua. Bwana, tukue Bwana hata kwenye kuhudhuria ibada. Tukue hata Bwana katika kuwahi katika nyumba yako, katika jina la Yesu Kristo. Nawe utakuwa tayari kutuongeza mtu binafsi, kutukuza mtu binafsi, na pia Bwana utakuwa tayari kuliongeza na kulikuza kanisa lako. Tumechoka na mazoea ya ibada. Tunaomba utubadilishe Mungu. Tunaomba utugeuze Bwana. Tunaomba mioyo hii migumu isiyojua kusikia, isiyojua kuelewa, Bwana uiondoe. Yeremia alisema unafanya agano jipya na sisi. Ondoa mioyo ya nyama, ondoa mioyo ya jiwe, weka moyo wa nyama kwa kila mmoja wetu. Tujifunze kuwahi nyumbani mwako. Tujifunze kuwahi kwenye mambo yako. Tujifunze kuwahi Bwana kwenye ajenda zako zote. Na tuwepo tena ibadani mwako. Maana ulimwengu unatuangalia. Tutawavutaje watu kuja nyumbani mwako kama sisi hatuingii nyumbani mwako? Tunaomba utusaidie Mungu wetu. Tunaomba utuhurumie Bwana. Tunaomba uturehemu. Tunaomba utusamee. Tumekuwa wavivu kwenye kuhudhuria ibada. Tunachelewa, tunakuja kama tunavyotaka Bwana, kana kwamba hatuji kwa Mungu mkuu, hatuji kuabudu Mungu mkuu, Mungu unaitisha, Mungu mwenye nguvu, Mungu ambaye una uwezo hata kuondoa na kutupa pumzi. Tunaomba utuhurumie, tunaomba utusamee, tunaomba uturehemu, tunaomba utufanye watoto wako. Shughulika na kila mmoja wetu, moja mmoja Bwana jioni ya leo. Pointi hizi mbili, ya kwamba kiashiria kimoja wapo kinachoweza kumzuia mtu kukua kiroho, kinachoweza kumzuia mtu kupanuka na kuongezeka, ni kutokuwahi ibadani, ni kuchelewa ibadani, ni kuiondolea heshima ibada, ni kuondoa haki ya ibada. Ibada inakuwa na heshima, ibada inakuwa na haki, ibada inakuwa nzuri, ibada inakuwa na nguvu pale tunapokuwepo kwa wakati nyumbani mwako Bwana. Tusamee Mungu wetu. Kila mmoja wetu anayetaka kukua mwaka huu, kila mwaka mmoja wetu anayetaka kuongezeka mwaka huu, ajifunze kuhudhuria nyumbani mwako, kuhudhuria kwenye mambo yako, kuhudhuria kwenye nyumba yako Bwana, kwa ajili ya utukufu wako. Tufundishe kukucha wewe Mungu. Ninakushukuru kwa sababu wewe